Rais Uhuru Kenyatta amelichapisha jina la Jaji Martha Koome katika gazeti rasmi la serikali, kumaanisha kuwa siku ya Ijumaa anatarajiwa kula kiapo cha kwanza majukumu yake rasmi ya kuwa jaji mkuu wa Kenya. Hii ni baada ya bunge la kitaifa kumuidhinisha kuchukua nafasi hiyo, huku akimpa changamoto ya kuzingatia uhuru wa idara ya mahakama wakati kuna mvutano kati ya idara ya mahakama na afisi ya rais, hususan baada ya uamuzi wa majaji watano wa mahakama kuu waliokwamisha mchakato wa BBI kwa sababu ya kukiuka katiba. Jeff Kirui anaarifu zaidi. Rais Uhuru Kenyatta hii leo kupitia gazeti rasmi la serikali ametangaza kuwa jaji mteule Martha Koome ataapishwa siku ya kesho Alhamisi kuwa jaji mkuu baada ya bunge la taifa kwa pamoja kuidhinisha uteuzi wake. This House approves the appointment of Honorable Lady Justice Martha Karambu Koome as Chief Justice of the Republic of Kenya. Will as many as of that opinion say aye? Aye. And as of a contrary opinion say nay? Wabunge wakitumai Koome atatumia uzoefu wake wa miaka zaidi ya 30 kutatua uhusiano legevu kati ya mahakama na upeo wa urais nchini na kurejesha imani ya Wakenya kwa utendakazi wa mahakama kutetea maslahi ya Wakenya kwa ujumla. When the rubber hits the road, the people who will save this country, the people who will follow the Constitution as both in spirit and letter, is the arm of the judiciary, independence of the judiciary. She must protect the judicial officers, Honorable Speaker, from the intimidation we have seen from the likes of Raphael Tuju of the Jubilee Party, threatening judicial officers that they may lose their security, Honorable Speaker, if they take certain decisions. She is now on the ranking list, and we will be looking upon her to ensure that this constitution is not mutilated, it is not violated, and it's not raped. I hope this time, Mr. Speaker, she will do an overhaul. She will ensure that the backlog in the courts of this country, Mr. Speaker, are reduced. Because we have seen people who have had court cases that drag for 20-25 years. You even die before even knowing your verdict. Kwenye kikao cha kumpiga msasa wiki jana, Jaji Koome alitoa hakikisho kwa wabunge kuwa atasimama kidete kulinda katiba na haki za kila Mkenya. No one can interfere. No one can tell judges how they are going to decide cases. That is written here in the Constitution. And if I'm privileged to be approved, I think we can even make it into small booklets to say this is the independence of the judiciary. These are the no-go zones that are already safeguarded in the Constitution. Koome sasa akilenga kuandikisha historia nchini kuwa mwanamke wa kwanza kuwa jaji mkuu atakapolishwa kiapo hapo kesho kuwa jaji wa 17 tangu taifa kuwa huru. The office of the Chief Justice as well as the office of the Deputy Chief Justice are both of one's gender. Now they should know that with that in mind, for the time that they will be in that office, there is another gender that is watching them. It is actually a tragedy that in this age and time, we are still talking of first woman this and first woman that. That is something that we should have left almost 30 years ago. And I'm hoping, Mr. Speaker, that we will not then hound the deputy out of the office because she's a woman. Wapisho wa Koome utakaofanyika katika ikulu utaambatana pia na jaji wa mahakama ya juu William Ouko, ambaye aliteuliwa kuchukua nafasi ya jaji mstaafu Jackton Ojwang, ambaye alistaafu mwaka jana. Jeff Kirui, KTN News. Naam, pongezi.